dola 5,000. Kumbuka tutakuwa alipe dola 500 na ameletewa hiyo bili. Akaamua kufuta dola 5,000. Akazibamiza juu ya meza na kumpatia yule meneja. Akamwambia, "Kamwe usiwahi kunikana tena." Kumbe watu tukiwa na mali nyingi za kutosha, tunapokutana na watu wa chini, watu maskini kabisa wasiojiweza, sisi maskini tunapoambia matajiri ya kwamba tajiri umenikosea hapa, nikana kwamba tunapokana. Yule tajiri kuambiwa atalipa hizo dola 500 kwa kupasua kioo, alisema kwamba meneja amemtukana. Kisa kinasema kwamba wakati alipokuwa akiendelea kusambaza zile mali, alikuja kufilisika. Katika maisha yako, ni kitu gani unakitumainia ambacho unakiona hicho ni hazina iliyokuwa? Hicho ndio urithi wako. Je, ni majumba? Je, ni fedha? Je, ni kazi yako ambayo inakufanya hata siku ya Sabato unapofika, kwa sababu unaitwa kwenye kikao, ushindwe kuja kanisani, unaenda kwenye kikao? Je, ni mke wako? Je, ni watoto wako? Ni kitu gani hicho ambacho kinakufanya uweze kukitumikia kuliko Mungu? Lakini Paulo anasema, japo sisi ni vyombo vya udongo, akiwa anamaanisha tangu tulipoanguka pale Edeni, dhambi ilipoingia, tuliweza kupoteza thamani yetu. Tangu tulipoanguka pale Edeni, muda wowote tunaweza kufa na kupotea kabisa, tukawa mavumbi. Lakini anasema licha ya hivyo, ya kwamba sisi ni vyombo vya udongo, lakini ndani ya hivi vyombo vya udongo kuna hazina iliyo kuu. Amen. Kuna hazina iliyo kuu. Hazina iliyo kuu ni nini? Kitabu cha Wakorintho wa pili. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 1 na mstari ule wa 14. Tuone hazina hiyo ambayo ni kuu, ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Ni hazina ya namna gani ambayo kila mmoja atakapotoka katika ibada ya leo aweze kuitegemea? Ni hazina gani iliyo kuu? Karibu nisome. Wakorintho wa pili ndio. Wa pili sura 2 alafu fungu lile la 14. Fungu la 14 nasema, ndio. Ila Mungu ashukuriwe. Kitabu cha Timotheo. Okay. Kitabu cha Timotheo. Tuone hazina hiyo iliyokuwa ni nini? Kitabu cha Timotheo wa pili. Hazina iliyokuwa hiyo ni nini? Ambayo kila mtu atakapotoka katika ibada leo anatakiwa kushangilia kwa sababu anayo hiyo hazina. Ndio. Mstari wa 14. Timotheo ya pili. Ndio. Sura 2:14 nasema, ndio. Wakumbushe mambo haya. Sura ya 1. Sura ya 1. Ndio mstari wa 14. Okay. Ilinde ile amana. Ilinde ile amana. Nzuri kwa Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu Akae ndani yetu. Isome tena. Soma kwa vituo. Anasema ilinde ile amana. Ilinde ile amana. Kwa kifupi ya kwamba amana ni kitu cha thamani. Amana ni vitu ambavyo tumejiwekeza. Amana inafananishwa na kitu cha thamani kuliko vyote ambavyo tunategemea katika maisha yako. Ndio. Nzuri kwa Roho Mtakatifu. Akae ndani yetu. Kumbe hazina iliyo kuu ambayo tunatakiwa kujivunia ni Roho Mtakatifu ambaye
ndani yetu. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hatuna sababu ya kujidai kwa vile tulivyo navyo. Tunatakiwa kujidai kwa sababu Roho Mtakatifu yupo ndani yetu. Yupo ndani yetu. Na pia analitumia hili fungu tunakwenda mwishoni, Paulo kwa kipindi kile cha Wakorintho